I welcome you nakaribisheni to the third Sunday of this month of April. kwa Jumapili ya tatu kwa mwezi wa Aprili. This is the third Sunday of April. Hii ni Jumapili ya tatu kwa mwezi wa And as I pray for you, na pia naombea what God has not done in April will do it for you. kila ambacho Mungu atafanya kwa Aprili ya kusaidia. And the Bible says, Jinsi ambavyo Biblia inasema, better is the end of the thing than the beginning thereof. And I want to assure you, na nataka kuhakikishia something impactful is dropping in your life today. kitu cha muhimu kinawekwa kwa maisha yako. Something powerful is dropping into your life today. Kitu chenye nguvu kinaonekana kwa maisha yako. Something that will change your generation is being dropped into your life. Kitu ambacho kitabadilisha hata vizazi vyako kinaachiliwa kwa maisha yako. It is being dropped in your life today. Kinaachilia kwa maisha Your yako. generation will wonder, Vizazi vyako what did our grandfather did for us to deserve this? nini ambacho babu yetu alifanya ili tustahili. They will understand Wataelewa that something will drop from heaven. kitu kitatuka kutoka mbinguni. Something dropped from heaven. Kitu kilishuka kutoka mbinguni. And now our generation has changed. Na sasa vizazi vyetu vimebadilika. I want to speak Nataka kunena on the subject, katika mazungumzo, changes through prayers. mabadiliko kupitia ishara ya maombi. Our objective today, it is to understand the fact that prayer brings changes. Ni kuelewa kwamba maombi yanaleta mabadiliko. Hallelujah. Amena. One of the things that the devil wants to succeed Kitu kimoja ambacho shetani anataka faulu is to convince people ni kushawishi watu that God does not answer prayers. ya kwamba Mungu ajibu maombi. The enemy wants to overcome you Shetani ama adui anataka kushinda by giving you a demonic thought kwa kupa mawazo ya kipepo that God ya kwamba Mungu doesn't answer prayers ajibu maombi simply because you prayed kwa sababu uliomba and nothing happened. na kuna chenye kilifanyika. It does not mean that God does not answer prayer. Haimaanishi kwamba Mungu ajibu maombi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Or even if he answers, Na kama anajibu, he answers accidentally. anajibu kigafla. Or God answers them that he needs to answer. Ama Mungu anajibu kwa wale ambao anataka kuwajibu. So the enemy, that is what is fighting us. Na hicho ndicho adui anatupiga anachopita. You pray until you see God will never answer you. Unaomba mpaka unaona Mungu hatawahi nijibu. Or you pray until you say God is not hearing. Na uombe pia upate kufika mahali useme Mungu asikii. How many of you have been in that situation where nothing is happening until you say maybe God is not alive? Mpaka unaomba na sema wenda Mungu haiko. Hallelujah. Amen. How many have got into that situation? Just like lifting up your hands, have been sent to you in the name of Jesus. Nimetumwa kwako kwa jina la Yesu. You are praying and praying, nothing is happening. Unaomba na kile kinafanyika. Until you say maybe God is not God. Mpaka unasema Mungu wenda sio Mungu. I better try witchcraft. Afadhali nijaribu wachawi. Hallelujah. Amen. Have you ever been in a situation Umekuwa kwenye hali where you give God conditions? mpaka unampea Mungu masharti. God, if you don't answer, will never appear in that church again. Usiponijibu sitaonekana kwa hiyo kanisa tena. God, if you don't answer, I don't know if you are alive or you are not alive. Mungu usipojibu sijui kama uko mzima au umekufa. Sometimes Wakati mwingine you need to understand, even if things are not working, hata wakati vitu you havifanyiki, need to have a person that has a strong faith that you can lean on him. unahitaji kuwa na mtu ambaye ana imani kamilifu ambaye unaweza egemea. Some things, let me tell you, Vitu zingine, what you know is what will help you. kile ambacho unajua ndicho kitakusaidia. What you know is what will help you. Kile ambacho unajua kitakusaidia. What you know is what will help you. Kile ambacho unajua And kitakusaidia. I pray in the name of Jesus. Na kuomba jina la Yesu. May you know something that will help your life. Kitu ambacho kitasaidia maisha yako. May you know something that will help your family. Sio kitu ambacho May you kitasaidia. know something that will guide your life. Unajua kitu What ambacho you know kile ambacho is unajua what will help you. kitakusaidia. One day in the Bible, Kwa sababu siku moja katika Biblia there were sons of Sceva. tulikuwa na wana wa Skefa. These sons of Sceva Hao wana wa Skefa saw Paul preaching waliona Paulo akihubiri and doing
deliverance, na akifanya ukombozi, and they said, na wakasema we also want to do same. tunataka pia kufanya hivyo. So they went to house of a madman, Wakaenda kukutana wazimu, and they went there, na wakaenda pale, and they began commanding, wakaanza kuamrisha in the name of the Jesus that Paul is preaching, kwa jina la Yesu ambalo Paulo anahubiri, we command you out. na kuamrisha waondoke. The demon asked them, Pepo kauliza, we know Paul, tunamjua Paulo, we know Jesus, tunamjua Yesu, we know so and so, tunajua huyu na huyu, and who are you? nyinyi ni nani? And the battle began. Na vita vikaanza. My Bible says they were beaten and ran naked. Biblia inasema kwamba walipigwa na wakimbia wakiwa uchi. Hallelujah. Amen. Sometimes Wakati mwingine what you know about your spiritual father can cover you. kile ambacho unajua kwamba baba yako kiroho anaweza kufunika nacho, He can cover you. inaweza anza kufunika. Hallelujah. Amen. 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 One day I had my son saying, one of my sons saying, siku moja nilisikia mwana wangu anasema, niombe sana kwa nini na baba yangu anatuombeanga. ya kwamba niombe kwa nini? Niombe sana kwa nini na baba yangu. Niombe sana kwa wingi kwa nini na baba yangu ananiombea. Hallelujah. Amen. They know something. Wanajua vitu. They have been hidden under that grace. Wamejificha chini ya hiyo neema. I pray you may have a light. Na kuombea uwe na nuru. May the Lord enlighten you. Mungu na kutie nuru. May the Lord enlighten you. Bwana kutie nuru. To hide under that grace. Ujifiche chini ya hiyo neema. Understand that grace. Kuelewa The grace of your Father. Neema ya baba yako. Grace of your Father. Neema ya baba yako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Understand the grace of your Father. Elewa neema ya baba yako. I want to assure you. Nataka kuhakikishia, if we are going to see things according to His word, tukiendelea kuona vitu kulingana neno lake, we have to believe in His word. lazima tuamini kupitia neno lake. The Bible says, Biblia inasema in the book of James 5:17, kitabu cha Yakobo 5:17, James 5:17, and Elijah was a man with a nature like ours. He was a man like us. alikuwa mtu kama sisi. Hallelujah. Amen. And he prayed earnestly that it will not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. This is to tell you Elijah was just a person like you. Kumaanisha Elia alikuwa mtu kama What he did, you can still do it. kile ambacho alifanya ni za kifanya. I pray for you in the name of Na Jesus. kuombea kwa jina la Yesu. May what you know help you. Kile ambacho unajua kikusaidie. Hallelujah. Amen. Psalms 119:89. Forever, O God, your word is settled in heaven. The series I'm studying about what prayer can do. Hii ndio mafunzo ambayo napitia na kuelewa kwamba kile ambacho maombi We yanafanya. are going to look at some few events where prayer changed things. Tunaenda kuangalia kwa matukio tofauti ambayo maombi ilibadilisha And a matter of fact, prayer changed life. Number one, ya kwanza, prayer changed the situation and the life of Jacob. maombi yalibadilisha hali na maisha ya Yakobo. Jacob battled and fought so many battles in life. Yakobo alipigana vita vingi sana kwa maisha. In his uncle's Laban, Katika boma la mjomba wake uncle exchanged his fortune 10 times. akabadilisha hata baraka zake mara 10. If you come to Genesis 32:24, Mwanzo 32:24, it is where Jacob was putting a change hapo ndipo Yakobo alikuwa analeta mabadiliko in his life. kwa maisha yake. The Bible says, Biblia inasema, and Jacob wrestled with God. na Yakobo alipigana na Mungu, He wrestled with the angel. alipigana na malaika. Hallelujah. Haleluya. And he overcame the angel. Na akamshinda yule malaika. And 32:28. 32:20, Jacob is finding a new name. Yakobo anapata jina jipya. Jacob is finding a new name. Yakobo anapata jina jipya. Hallelujah. Haleluya. Your name shall no longer be called Jacob, Jina lako utaitwa Yakobo tena, but Israel. lakini utaitwa Israeli. After praying all of that night, Baada ya kuomba muda huo wote there is something that is
kitu ambacho kinabadilisha. Prayer transforms the life. Maombi hubadilisha maisha. Prayer changes situation. Maombi yanabadilisha hali. He was just Jacob. He was called Jacob. Aliitwa Yakobo. But after prayer, lakini baada ya maombi, after wrestling in prayer, baada ya kupigana kwa maombi, and demanding God to change, na and demanding God to bless him, na kumwambia Mungu ni bariki. He's no longer called Jacob. Sasa hivi Yakobo, he's called Israel. Anaitwa Israeli. I pray for you. Ninakuombea. Your prayer will never be in vain. Ya kwamba maombi yako you shall no longer be called poor. Hautaitwa maskini. You shall no longer be called a sick person. Hautaitwa mtu mgonjwa. You shall no longer be called a survivor. Hautaitwa. I pray for you. Ninakuombea. May the Lord change your name. Bwana, you shall no longer be called single. Hautaitwa. May the Lord change your name. Bwana, badilisha jina. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Prayer changed the life of Jacob and changed Jacob. Maombi yalibadilisha maisha yako, wewe kabadilisha. From Jacob a city, a nation was born. Na kutoka ndani ya Yakobo taifa kama From your situation, a nation will be born. Kutoka hali yako taifa litazaliwa. From your problem, a nation will be born. Kutoka kwa shida yako taifa litazaliwa. From what you're going through, there will be a change. Kupitia kila ambacho unapitia kutoka. When Mariam got pregnant, wakati Miriam alipata ujauzito, she said, alisema, whoever will listen to this report, atakayesikiza ripoti hii, shall rejoice with me. Atashangilia na mimi. She died long time ago. Alikufa muda mrefu. But when we hear the report, lakini tunaposikia even today, hata leo, we dance with her. Huwa tunashangilia. We celebrate with her. Tunasherehekea. I pray for you. Ninakuombea. The Lord will change you. Bwana atabadilisha. The Lord will transform you. Bwana atabadilisha. Whoever will hear your name, kwamba yote atakayesikia, even after generations, hata baada ya vizazi, they will rejoice with you. Watashangilia na wewe. Hallelujah. Hallelujah. They will rejoice with you. Watashangilia na wewe. Lift up your hands and say, Father, inua mkono wako na useme, Baba, I want people to rejoice with me. I want people to rejoice with me. Say, Father, Father, I want them to rejoice with me. I want them to rejoice with me. Whoever will mention my name, whoever will mention in my generation, in my generation, they will rejoice with they me. will rejoice with me. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, ya pili, prayer changed the situations of Hannah. Maombi badilisha hali ya Ana, Terminating the reproach of barrenness. ikiharibu ule utasa. Hallelujah. Amen. Hannah was a barren. Alikuwa tasa. The whole village knew. Every time, kila wakati, when Hannah could send her children, angetuma mtoto, Penina would say, Penina angesema, don't go. usiende. And she stand at the door and say, don't send my child. Na nasimama kwenye mlango anasema, usitume mwana. Reproach of barrenness. Hali ya utasa. The reproach of barrenness Hali ya utasa was upon Hannah. ilikuwa juu ya Hana. Prayer. Na maombi. Prayer. Maombi. Prayer. Maombi. I say prayer. Nasema maombi Changed yalibadilisha the life maisha of Hannah. ya Ana. Today, Leo, may prayer maombi change yabadilisha your life. maisha yako. Today, Leo, may prayer maombi change yabadilisha your children. watoto wako. Number 3, prayer changed the situation and the life of Jabez. Maombi yalibadilisha hali na maisha ya Jabezi. First Chronicles 4:9. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, I bore him in pain. 10. After Jabez understood that he's walking under curse, baada ya Jabezi kuelewa kwamba anatembea chini ya laana, the Bible says, Biblia inasema, and Jabez called on the name of God of Israel, na Jabezi akaliita jina la Mungu wa Israeli, and he said, oh Lord, na akasema, Bwana, that you will bless me indeed, hakika nibariki, terminate the curse of pain, haribu laana ya and uchungu, exchange it with blessing, na ubadilishe na baraka. enlarge my territories, Panua mipaka yangu. where you bless me large, make the Lord enlarge your territories, Bwana, napata upanua in the mipaka name of Jesus.
Yesu. In the mighty name of Kwa Jesus. jina kuu la I Yesu. said thy hand be upon me. Uacha mkono wako kwa juu yangu. And that you will keep me from evil. When you are blessed, evil men will fight you. Wakati unabarikiwa watu waovu watapigana na wewe. They will fight you. Watapigana na wewe. But today I pray for you. Lakini leo nakuombea. May the Lord help you. Bwana anakusaidia. Number 4. Prayer turned the captivity of Job. Job 14:14. Ayubu 14:14. If a man die, shall he live again? Verse part B. All the days of my life, my heart service, I will wait till my change comes. Somebody has to wait. Lazima mtu ungoje. When Job was sick, he prayed. He asked himself, akajiuliza, if a man die, shall he live again? Je, mtu akifa ataishi tena? When you are sick, wakati wewe mgonjwa, sometimes the enemy will bring you the dead thoughts. Wakati mwingine adui atakuletea mawazo ya kifo. But here, Job is asking, lakini hapa Ayubu anauliza, je, ataishi tena? But he said no, I will not say that. Sitasema hiyo. He said in my sickness, katika magonjwa yangu, in my situation, katika hali yangu, I will wait for my time. Nitangoja kwa muda wangu ulio sahihi. Until the change comes. Mpaka mabadiliko yaje. What you confess matters in life. Kila ambacho unanena kinajalisha sana. What you confess matters in your life. Sana kwa maisha. It matters because one, kinajalisha kwa sababu moja, God answers what we speak. Mungu anajibu kila ambacho tunanena. God answers what we speak. Mungu anajibu kila ambacho tunanena. So what you confess matters. Kila ambacho unakiri. In Job 42:10. Ayubu 42:10. Now God is coming. Na sasa Mungu anakuja. And God turned the captivity of Job. Na Mungu akaugeuza ufungwa wa Ayubu. When he prayed for his friend, I pray that when you pray, your captivity will be turned. Na unapoomba ufungwa wako ugeuzwe. And God will bless you. Na Mungu akubariki. And the Bible said, and the Lord gave Job twice as much as he wanted. The last one. Ya mwisho. Prayer was responsible for the termination of captivity of Israel in Babylon. When they were in captivity, God spoke to Daniel, and those speakings turned the captivity to freedom. I pray your captivity will be turned to freedom. Naomba kwamba ufungwa wako kiuzwe kwa uhuru. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu.